avae nguo ndefu, ifunge mwili ili ile miali ya jua isije ikamletea shida ya ngozi. Kwa hivyo anakuwa na shida ya ngozi, ndio kwa sababu anawekwa hapa. Kuna nyingine ambayo imekuja hivi majuzi ambayo hatujaielewa vizuri. Kuna wale ambao wanazaliwa na sehemu mbili ya kizazi. Kwa nini wakuje hapa? Wanakuja hapa kwa sababu hali yao ya identity inawafanya wasielewe mahali walipo. Ndio napata vijana wengi wanaanza kukopi mtindo bila kujua. Mmeona vijana ambao wanashuka, alafu anavaa earrings, anavaa bangles. Sio wote wako namna hiyo. Wengine identity yao ya hii double sex inawachanganya na mara nyingi hawatambuliwi. Lakini hivi majuzi wameanza kufanya nini? Kutambuliwa. Na iwapo mtoto amezaliwa na sehemu mbili za uzazi, hata wazazi wenyewe wanamkataa. Wengine wanaogopa, sasa anashindwa amvalishe. Sasa tuseme mtoto amezaliwa na sehemu mbili ya uzazi. Alafu nyumbani mzee anapiga simu ama amekuja hospitali. Anakuuliza, "Umepata mtoto gani?" Wewe utamwambia ni mtoto gani? Msichana ama mvulana? Msichana ama mvulana? Sasa unapata katika hali hiyo hata mama mwenyewe anafanya nini? Anachanganyikiwa. Haya, wacha mtoto aanze kukua, anavalishwa nguo gani? Ya msichana ama ya mvulana? Haya, wacha ifika adolescence. Hapo ndio sasa mambo mabaya. Sasa unajua adolescent stage, sasa mwili unatofautisha, yani unaanza kugeuka. Haya, unapata either anakuwa mwanaume, features zake za nje, ama features zake zinakuwa nini? Za kizazi ya kike. Ukienda mtandao utapata mama mmoja pale amejitokeza. Yeye huyu mama, ninamuita mama kwa sababu ukimuona nje amevaa unaona ni mama. Lakini anaongea best. Yeye ni mwanaume na tena yeye ni mwanamke. Yeye huyu mama amejitokeza akieleza alioa akapata mtoto mvulana. Yule bibi alipokaa na yeye akamdhulumu, ile tulikuwa tunasema gender based violence. Akamwambia, "Ukinichokoza nitaambia watu. Ukinichokoza nitaambia." So ikawa ni shida sana ya huyu kwa sababu ako na sehemu ngapi? Mbili. Mwisho wake huyu dada alienda akachukua kijana kuishi na yeye. Yule kijana akampajika mimba tena akazaa. Alizalisha tena akazaa, kazalishwa. So hiyo pia inakuwa ni changamoto. Kundi lingine ni kundi la children living under difficult circumstances. Watoto wanaishi katika maisha ama mazingira shida sana. Watoto hawa ni kama akina nani? The orphans. Wazazi walikufa, sasa watoto wamebaki. Wengine ni street children. Kuna watoto wamezaliwa barabarani. Street children wako vikundi viwili tena. Kuna wale kikundi ambacho kimezaliwa barabarani na wanajua barabara ni wapi? Ndio nyumbani. Huko ndio makao yao. Na kuna wale wanatoka nyumbani wanaenda kulala, asubuhi wako wapi? Kwa street. So there are two groups ya street children. Born in the streets and off street. Yaani wamezaliwa nyumbani wanakuja barabarani. Na kuna wale ambao kwao mambo yote ni barabarani. Watoto hawa pia grupu ingine ni child mother. Wazazi wanaweza kuwa wako, lakini unapata wazazi hawana shughuli na hawa watoto. Kwa hivyo unapata mtoto wa kwanza labda hata ni mtoto wa umri wa miaka 10 ama 12, tena analea watoto wenzake. Atafute chakula, awapikie,
awaoshe, awaandae kwenda shule, ndio yeye afanye nini? Aende. Haya mambo huwa tunayaona kwa TV. Another one is traumatized children. Of late mambo ya traumatization kwa watoto ni kubwa sana, iko juu. Na tunaambia hata walimu wanapokuwa shuleni, wakati mtoto anachelewa kuja shule, usije ukaulize ama ukapatia yule mtoto punishment. Kwanza find out ni nini kinasababisha mtoto huyu kuja shuleni amechelewa. Anaweza kuwa ni child mother, atayarisha wengine ndiye afanye nini? Akuje shule. Wakati mwingine unaweza pata because of the divorce, because of war, inaleta traumatization kwa watoto. Watoto wengine wazazi labda wanakunywa mpaka wanajisahau. Vita ambayo iko kwa nyumba inafanya hawa watoto wanakuwa traumatized. Children who went through rape, they are traumatized. Children ambao wamepitia magumu, wakiona wazazi wanawawa kama ile ya Rwanda, wanakuwa traumatized. Sasa hawa watu ambao nimezungumza, maswali mtakuja kuniuliza wakati mwingine kwa sababu ya muda, na mvua imenyesha na leo ni maandalizi ya Sabato. Hawa watu ambao nimezungumza wako je kwenye Biblia? Katika uumbaji Mungu anasema alipotazama na kila kitu kilikuwa namna gani? Kizuri. Sasa tena haya maneno tunayozungumza ya special needs yanatokea wapi? Baada ya dhambi tunapata sasa haya maneno ambayo ninazungumzia yanajitokeza. Number 1, yanapatikana wapi? Katika Biblia, Abel na Cain. Ukiangalia tabia yao walikuwa tofauti. Mwisho Cain anamuua nani? Abel. Nini inafanya amuue? Hasira. Sasa Cain anawekwa katika kundi ya emotional and behavior difficult. Mwingine ni Simeon na Levi. Mnakumbuka wakati tulikuwa tunaongea juu ya gender based violence, tuliwataja pia. Simeon na Levi walipoona dada yao amedhulumiwa, walifanya nini? Katika Biblia tulisoma 34, Genesis chapter 34, 25 to 31. Walienda wakapanga, vijana wakatahiriwa, walipokuwa hawana nguvu, walienda wakafanya nini? Wakawawa. Haya, tukija wengine ni nani hapa? Isaac. Katika Biblia alipozeeka macho yakakosa nini? Nguvu. Hata wakati anabariki watoto wake, mnaona vile aliweka mikono? Iko katika kitabu cha Genesis chapter 48 verse 10. Alitumia kubadilisha mikono. Mpaka Joseph anamwambia, sio hivyo. So alibariki watoto wake kwa sababu ya hali ya mkono na uzee. Kuna watoto wengine pia ambao ni Esau na Jacob. Esau alikuwa ni mwindaji, Jacob alikuwa ni mtu ambaye ni mtulivu. Lakini tunaona baadaye kwa sababu Jacob amechukua urithi wa Esau, sasa wakaanza kufanya nini? Kukimbizana. That is in Genesis 25:25. Isaac pia hapa because of age hakuweza kufanya nini? Kuona. Alafu tunakuja Moses. Katika Biblia Moses kwa mambo ya communication difficult. Mungu anapomwambia ondoa watoto wetu wa Israeli waondoke Misri, anawaambia mimi sijui kuongea. Kwa nini Mungu anachagua Moses? Na anajua ndugu yake anajua kuongea. Kuna jambo alitaka amfundishe kwamba anaweza tumia mtu kulingana na hali yoyote aweze kufanya kazi ya Mungu. So Moses was slow in speech. Njia nyingine alikuwa stammerer. Kuna mwingine katika Biblia ambaye ni David. David was a skillful player guitar. Si tulimba ile wimbo juzi last week.
Wanaimba aje? Ogotera neriogo. Alikuwa anapiga ovokano, si ndio? Sasa hapa Daudi anajulikana kama the talented, gifted and talented. Sasa yeye ako kwa talent. Mwingine ni Samson katika Biblia. That is David ni Psalms, 1 Samuel 16 to 23, wale wanaenda kusoma. Samson Judges 16, 21 and 28. Samson alikuwa katika hali yake nzuri, lakini mwisho alipoteza nini? Macho. Aling'olewa macho, akawa blind. Hapo ndio tunapata ako kwa visual impairment, the blind. Tukuje kijana ambaye anaitwa Mephibosheth. 2 Samuel 4 verse 4. Mephibosheth hapa anakuwa ni mlemavu wa miguu. Alipokuwa 5 years kulikuwa na vita. Yule mfanyikazi aliyekuwa anamlea alipoona kuna vita alimchukua akakimbia, na katika hali ya kukimbia yule mtoto akaanguka at 5 years akavunjika miguu. Sasa akaishi maisha ya ulemavu, physically handicapped ama impairment, Mephibosheth. Ukisoma pia Samueli wa pili 9:1 to 13 utasoma hiyo hadithi. Mwingine ni mnakumbuka wale vijana wanne, the Levites? Wale hiyo wimbo yao wanaimba namna gani? Wale vijana walipokuwa wanaishi nje ya kambi, waliposikia njaa wakasema hatuwezi kufa hapa, wacha tuondoke, the lepers. Mnawakumbuka? Hiyo wimbo yake huwa inaimba aje? Kishindo. Beje mimi sio mzuri wa kuimba. Kishindo ndio hiyo. The lepers wanazungumziwa hapo. Tukija New Testament, nilikuwa nasoma juu ya Old Testament. New Testament, mwenye anapiga kengele. New Testament tuna the 10 lepers. Walipoponywa wakaambiwa nenda. Mmoja tu ndiye alifanya nini? Alirudi kusema thank you. That is in Luke 17:11 to 21. The blind man, John 9 verse 1. Hapo the blind, hapo wazazi waliulizwa ni nani alifanya makosa, ni mzazi ama ni nani? Yesu akawaambia huyu amefanywa hivi ili kazi ya Mungu ifanye nini? Iendelee. John 9 yani 1 ukisoma utapata hapo. Kuna John 5:1, the pool of Bethesda. Kila mtu alikuwa katika hicho kidimbwi. Nani waliokuwa pale? Wengi. Kuna mzee wa miaka mingi 38 years. Kulikuwa na wale ambao walikuwa na ulemavu wa kila aina, ukisoma hapo, the blind, the physical and so on. Ukisoma hapo utawakuta. Mark 6:56. Wakati yule mama alitokwa na damu kwa miaka mingi, alimwendea Yesu, watu wakawa wengi, akashika nini? Nguo. So yeye tunamweka under health problem. Kuna mwingine Mark 2. Huyu ni yule alikuwa paralyzed. Wakiwa ndani ya nyumba, Yesu akiwa hapo, waliona njia gani tutamsaidia. Wakaenda wakaongoa nini? Paa. Wakamteremsha na nini? Na kile kitanda. Na akaenda mpaka mbele ya nani? Ya Yesu. So you read Mark 2. Mwingine ni the blind ni wengi, Bartimaeus, Mark 10:46-52. Bartimaeus alisema namna gani?
son of